Mtazamaji wa Top Town Media, karibu katika kipindi chako pendwa cha kiburudani tunachokutana na wadau, lakini pia watu maarufu, bila kusahau wasanii. Naitwa Mzee wa Tatu. Kujua kipi ambacho nimekuandalia siku ya leo, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Usisahau tu kuhakikisha umesubscribe channel yetu, umelike, umeshare na umetuachia ujumbe wako wa maneno, inakuwa inapendeza zaidi. Nyuma ya kamera niko naye Kevo Mnyama. Siku ya leo niko na moja kati ya wadhamini wa Njombe Smart Talent Award 2026, Director Sniga. Tuko naye hapa. Sniga, karibu. Bwana, asante sana. Mambo vipi? Bwana, fresh. Kama kawaida. Yeah. Sniga, jana mmezindua kitu ambacho kinaitwa Njombe Smart Talent Award 2026. Hebu tuambie kwa kifupi sana ni nini? Tunapozungumzia Njombe Smart Talent Awards 2026 ni tuzo pekee ambazo tumezizindua jana na leo hii hapa tuko kwenye mchakato wa mwisho kwa ajili ya kukamilisha link ili tuweze kuanza kuwasajili watu rasmi kuingia kwenye tuzo. Okay. Na tutatoa categories. Watu watatoa details zao. Kwa mfano, wewe ni presenter, MC, sio msanii bora, msanii wa movie, sio msanii wa kitu gani, jambo lolote ambalo unalifanya, kutoka kuna categories ziko pale. Kwa hiyo unachokifanya wewe, utatuma details zako kwa admin. Unaitwa nani? Unatokea wapi? Unataka kugombea kipengele kipi? Okay. Basi yule admin anajaza details zako kwenye ile category. Halafu unapewa link. Ile link ukipewa, kazi yako wewe ni kusambaza kwa watu wakupigie kula. Asante. Nimeona jana zilitangazwa kabisa category. Yeah. Nafikiri kama sitokosea zipo 18. Yes. Okay, si ndio? Kumekuwa na wimbi la ujio wa tuzo hususan kwa mwaka huu. Mwaka jana tuliona tuzo zilitoka za TDFA. Na we mwenyewe ulikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walitoa lawama nyingi kupitia zile tuzo, kulingana na kuanzia maandalizi, kwa sababu mwandaji alikuwa Enjo Kidoti na nini na timu nzima, lakini maamuzi, hatimaye matokeo yalivyotolewa ya wale washindi. Kwa hichi ambacho kimeanza mwaka huu, tumeona kuna tuzo zile ambazo tumezizoea za kila mwaka, ambazo ni tuzo za Uchumi Festival Kanda, ambayo ilikuwa nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Zikafanyika na mkoa wa Njombe, nafikiri ndio mkoa ambao umepata tuzo nyingi. Sijajua kupatikana kwa tuzo nyingi za Uchumi Festival Kanda imechangia kuja kwa tuzo zingine. Tumeona hizi nyinyi mmetangaza, lakini pia kuna tuzo zingine tena Uchumi Festival mkoa tu peke yake wa Njombe. Tumeona tena na nyinyi mmekuja, kuna Smart Talent. Hebu tuambie, ni mara baada ya tuzo za kanda kuwa nyingi mkoa wa Njombe, kama zile zimeleta chachu ya kuanzishwa kwa tuzo zingine? Tuzo ya mkoa ambayo sisi tunaifanya, umeona, Njombe Smart Talent Awards 2026. Sisi tunadili na watu wetu wa mkoani. Umeona? Sisi hatutaki watu wa nje. Tunataka kujimotivate sisi wenyewe. Kwamba nyie mmeweka limit kwamba mshiriki ni lazima tokee Njombe. Ulikuwa ni mmoja kati ya wakosoaji wa tuzo za msimu wa mwaka jana, TDFA. Kwa mwaka huu unadhani kuna elimu ambayo imeshatolewa kwa washiriki pamoja na kwa waandaaji, hususan majaji, ili kupata washindi stahiki, kuepuka lawama hizo kujirudia? Kwanza kabisa niseme kwamba namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Kupitia ile event ya mwaka jana, nadhani ndio imesababisha mpaka safari pia nikatafutwa. Nishiriki kwenye uandaaji wa tuzo. Unajua tuzo haziandaliwi tu. Tuzo zina vitu vyake. Tuzo zina vipengele vyake. Tuzo ina, ukikosea kuiandaa tuzo, umeharibu maana ya tuzo. Tangu wa mwaka jana, ile tuzo ambayo nilikosoa, maandalizi yalikuwa yako sahihi. Yaani maandalizi yote yalikuwa yako sahihi. Final ndo tukaja kufeli. Yaani tulipofika mwisho ndo tukaja kufeli. Kwa nini tulifeli? Tulifeli baada ya kuona tuliweka jitihada kubwa sana katika kuziandaa zile tuzo. Wasimamizi wa zile tuzo walipoona hichi kitu ni kikubwa na kina impact, wakajivesha umimi. Kile kitu sio kizuri. Mwisho wa siku unapokuwa unajitoa na kujiona kama wewe ndo kila kitu, ndo uliandaa, umefanya nini na nini, wenzako wanapojitoa, wewe kwenye kumalizia kuna baadhi ya vitu vinakushinda, mwisho wa siku unafanya kitu ambacho yani hakileti maana. Umeona? Lakini pia kitu cha tatu, kwenye upande wa kula
kutakuwa kuna vitu kibao ambavyo tunaviangalia. Yaani hatumpitishi mtu kwa kula za comment mimi. Umeona? Hatumpitishi mtu kwa kula za waliompigia. Yaani inawezekana wewe ukapigiwa kula na watu wengi. Umeona? Yaani watu wengi wakakupigia kula. Lakini ukaja kwa judges. Maki pale kuna kipengele majaji nao wakakuangalia. Je, kweli hao waliompigia kula huyu anastahili? Kwa hiyo kuna viunzi kama vitatu hivi. Okay. Kuna kiunzi cha mashabiki wanakupigia kula, wanakuchagua. Lakini pia utakuja kukutana na majaji. Okay. Watakupigia, majaji pia watafanya nini? Watakupitisha. Kwa hiyo ukipita huku, ukipita na huku, ukipita na awe tayari ukweli mshindi. Kwa sababu tukiruhusu tu zile kula za online, kuna watu wengine ana talent kubwa sana ambayo inaonekana mbele za watu, lakini hana fan base kubwa. Okay. Yaani hana watu ambao wepesi kumpigia kula. Wewe unaweza kawa huna cha maana unachokifanya, lakini ukawa na timu kubwa ya watu wakakupigia kula nyingi za ndio ili tu akupe heshima au ushinde. Okay. Unaona? Lakini kumbe una impact yote. For example, wewe ni presenter. Na kuletea mtu ambaye yeye sio official presenter au sio mtangazaji mzuri. Sina maana yake. Wewe unafahamika kama mzee wa tatu, unafanya 1 2 3 na jamii inakutambua kwa kipaji chako au talent yako. Okay. Anakuja mtangazaji mwingine hajulikani, lakini ameshiriki pale, itikisa yeye ana watu tu, anawapanga watu wake. Wanampigia kula, ananipigia kula. Sasa pale ukija kuangalia wewe ulichokifanya ni kipi, utakuta hakipo. Okay. Lakini wewe ulichokifanya kinaonekana. Kwa hiyo kutakuwa kuna kula za majaji. Lakini pia kuna segment nyingine ambayo tena nao ukiipita tena hapo ndio kweli watu wajue kweli jamani huyu kweli amestahili kufanya nini? Okay. Kushinda. Yes. Katika taarifa ambayo imetolewa jana na kamati kuu ya maandalizi, katika kipengele ambacho sijakipata na sijui maybe labda kama kilinipita pembeni, ni kipengele cha kuhusu kiingilio cha kujiunga. Okay. Sijajua kipo au hakipo. Hakuna kiingilio chochote. Wala hakuna siyo hela utoe ndio ufanye nini? Okay. Ni wewe na details zako. Yaani wewe na details zako. Okay. Yes. Asante. Sio kila mtu atashiriki. Okay. Yes. Kwamba yaani wewe kwa sababu umeona tu kuna kushiriki unashiriki. Kuna vigezo pia za vya wewe kushiriki. Okay. Yaani unaweza kutuma maombi yako, lakini pia kuna vigezo vya kushiriki. Umeona? Ndio unatangaza, ni kweli unatangaza? Umeona? Ndio ni director, ni kweli wewe ni director? Kazi zako zinaonekana. Kazi zako zinaonekana. Tuone wewe ni mwigizaji. Je, kweli unaigiza? Okay. Kazi zako zipo? Labda wewe ni mwanamuziki. Je, kweli unaimba? Kazi zako zipo, zinaonekana? Basi ndio tukishaona vile ndio tunakuingiza kwenye. Okay. Kuliko ukiruhusu kila mtu ananilie, itakuwa kama vurugu. Okay. Yaani sisi tunakusajili wewe. Sio wewe unajisajili kule. Atakayejisajili kule ni yule mpiga kula. Mpiga kula ndo ataingia kwenye ile app, atajisajili, atakopi password, atakopi jina lake, kuna sehemu atapaste. Akisha paste itamletea categories zile kibao. Umeona? Kisha mletea categories, yeye ataingia akamchagua labda director bora, labda mwanamuziki bora, sijui hivyo atagusa kwenye ile pale, itamletea listi wanaoshiriki kile kipengele cha mwanamuziki bora. Umeona? Au wimbo bora au kitu fani bora, hivyo sawa. Alafu ataangalia msanii yupi anamkubali. Okay. Ndio ataweka tu tiki pale tap, akishaweka tiki chini una submit. Ukishoka tiki una submit na kura mwisho moja. Ile application tulivyoitengeneza, yani submit ya uruhusi tena haitakupa option. Ukitaka kumbonya kwa mtu mwingine inakataa. Okay. Labda kama umeweka tiki kwa ule mtu wa juu, ukiweka tiki kwa mtu wa chini, pale juu inajifuta. Yaani nataka upige kula yako hii moja kwa kila kipengele. Kwa kila kipengele, yes, kwa kila kipengele. Kwamba unaweza kaingia ukapiga kipengele hiki, namchagua huyu aende, kipengele hiki namchagua huyu aende, kipengele hiki namchagua huyu aende, hivyo. Tumekataa ile mfumo wa kupiga mtu anajipiga makula anavyotaka yeye, anabonya tu, nakuta makula si amekuja ngapi. Tunataka ile kula ya haki. Bonya mara moja basi. Asante. Na hairuhusu wapigie kula watu wawili watatu wangapi. Ni mtu huyo mmoja. Kwenye kipengele labda cha photographer bora, tuchagulie photographer bora mmoja kati ya hawa 4. Katika vipengele ambavyo vimeorodheshwa jana, viko vinasoma pale mbele ya vyombo vya habari, kuna kipengele ambacho binafsi sikukiona lakini nikawa natamani
kufahamu leo kwa kupata nafasi ya mazungumzo na wewe. Mkoa wa Njombe una online TV nyingi sana. Tukianza sijui kuna Mchuchuma, sijui kuna Njombe TV, kuna Seletu TV, sijui kuna Top Town Media, sijui kuna nini. Ziko nyingi sana. Nikianza kuzitafuta haraka haraka hapa zinaweza kufika 7-8. Lakini sijasikia sehemu kipengele cha presenter wa online TV, lakini niliona mtangazaji bora wa radio. Ni kwamba hizi online TV kama vile mchango wake katika jamii hauonekani, lakini tumeona wenzetu bodaboda wameonekana. Tumeambiwa kuna kipengele cha bodaboda bora, bajaji. Hatujakulupuka. Yaani katika kuandaa hatujakulupuka. Na uzuri mwandaaji, yani msimamizi mkuu wa hizi tuzo ambaye ni Mheshimiwa mbunge viti maalum Siglada, alituomba tuongeze vipengele vingine vya tuzo. Tuongeze baadhi ya makundi ya watu. Tukasema hapana. Tunaanza na jambo letu, tunaanza na hili kwa sababu ni la muendelezo. Tunaanza na hivi tuone mwitikio wa watu. Tutakapokuja next time tunaandaa kitu kingine, tunaongeza categories zingine. Umeona? Tutaenda sana, yani tutaenda sana mpaka masuala ya fashion ya tutafika huko. Yaani kila kitu tumekiarrange. Kwa nini tumeweka mtangazaji bora? Hatujasema mtangazaji bora wa kitu gani. Tumesema tu mtangazaji bora na kuna MC bora. Umeona? Hatujachagua mtangazaji atoke kwenye TV au kwenye redio. Malengo makubwa kwa hao watu ambao watapewa hizi tuzo, yani mnategemea zinawapa faida gani hao watakaopewa tuzo? Kwanza tuzo ni heshima. Lakini pia sisi katika mfumo ambao tumeweka sisi hatumpati tu mtu gudude gule la baguchuma tu gule au ile tuzo bwana nenda zako. Tunakupatia na mtaji, tunakupatia na kianzio, tunakupatia na kitu chochote. Yani tunakupatia tuzo na pesa pia tunafanya nini? Tunakupatia. Tofauti na tuzo zingine mtu anakupatia tu ile basi. Heshima tu anakupatia, hapana. Mpe mtu kitu, mpe heshima yake, lakini motivate. Mpe kitu fulani ambacho kitaenda kumsaidia kwenye kile ambacho ameshinda. Tumefungua account ya Instagram na social media zingine. Lengo la kwamba mtu mwingine akitaka kuja kutumia brand yetu sisi, brand ya Njombe Smart Talent, I mean Njombe Smart Talent Awards, anaweza kaja akachukua akafanya yeye, akaweka categories zake, lakini jina nabaki lile, just like ilivyo Miss Tanzania. Na Smart Talent ni ndio msimamizi mkuu wa hizi tuzo. Kwa nini tumeita Njombe Smart Talent? Tumeita Njombe Smart Talent Awards 2026 kwa maana ya kwamba tumechukua jina la Njombe, tumechukua Smart Talent, umeona, vipaji mbalimbali ambavyo vipo ndani ya mkoa wa Njombe. Umeona? Tuzo, maana awards ni tuzo ya mwaka 2026. Tumechanganya pale. Maana kuchanganya, tujataka kuweka jina la mtu kwamba Smart Talent atabaki kuwa Smart Talent, lakini pia Njombe Smart Talent Awards ni jina ambalo linajitegemea. Tuzo ni za mkoa. Lakini anayezisimamia ni mtu, ni Smart Talent. Yani Smart Talent ndio anayesimamia hizo tuzo. Smart Talent ndio anayegharamia kila kitu. Smart Talent ndio anaenda kufanya maandalizi yote ya tuzo. Smart Talent ndio atakayemlipa mshindi. Umeona? Lakini tuzo ni Njombe Smart Talent Awards. Hebu tupe ujumbe wako au rai yako kwa wote ambao wanastahili kushiriki, wanajiona wanafaa kushiriki. Cha kuambia ni kwamba jamani, tuzo ni za haki. Na aliyeandaa tuzo ni mtu wa haki. Umeona? Mbunge wetu viti maalum mkoa wa Njombe, Mheshimiwa Madam Siglada Mligo, ndio mtu pekee ambaye amesema kabisa nataka tuzo hizi ziwe tuzo za haki. Mtazamaji wa Top Town Media, tulikuwa naye Director Sniga kutoka Wellers Production ambayo wao ni wadhamini kupitia tuzo hizi za Njombe Smart Talent Award 2026, na ni kwa mara ya kwanza zinaenda kufanyika katika mkoa wetu wa Njombe. Naitwa Mzee wa Tatu, nyuma ya kamera kama ilivyo ada nilikuwa naye Kevin Mnyama. Hakikisha tu kwamba umelike, umeshare, lakini hebu tuachie ujumbe wako hapo, tuambie vipi tuzo hizi umezipokeaje kwa mara ya kwanza hapa mkoani Njombe.